Katika swala zima la uongozi, ili kuweza kuhakikisha kwamba wewe kama kiongozi unafikia ndoto zako binafsi kama kiongozi, lakini pia unafikia ndoto na malengo ya kitaasisi yako, mambo ya msingi huwa yanahitaji kuzingatiwa. Katika kipindi kimoja cha hisia zako ni maisha yako, tuliwahi kuzungumzia mambo makuu ambayo yanamfanya kiongozi aweze kuwa ni kiongozi madhubuti na mahiri. Kati ya mambo ambayo tulizungumzia ni swala zima la kujitambua. Leo tunaenda kuangalia kwa kina sana juu ya swala zima la kujitambua kama kiongozi, na hasa tunaenda kuangalia nguzo 3 muhimu katika hatua ya kujitambua kama kiongozi. Kabla tujaendelea na kipindi chetu, naomba nikukaribishe kwanza, kama ni mara yako ya kwanza, uweze kusubscribe katika chaneli yetu, lakini pia tunakushukuru na kukualika wewe uweze kucomment, kulike, pamoja na kuhakikisha kwamba hivi vipindi vyetu vinaonekana ama thamani yake inaonekana dhahiri kwa wewe ambao unaweza kufuatilia. Sasa naomba nikukaribishe tuende kwenye kipindi chetu moja kwa moja, tukaangalie nguzo kuu 3 za kiongozi ama kiongozi ambaye anajitambua. Lakini baada ya pia kuonyesha hizi nguzo kuu 3, naomba nitangulie kusema kwamba katika kipindi kinachofuata tutajaribu kuangalia juu ya changamoto ambazo zinajitokeza kwa kiongozi unapoanza kujitambua na kuchukua hatima inayotakiwa, lakini pia tutaangalia ni mbinu au jinsi gani ya wewe kuweza kufanya ili kuweza kupita katika hatua hiyo. Sasa katika hizi nguzo kuu ambazo tunaenda kuziangalia, nguzo ya kwanza ambayo tunaenda kuizungumzia ni kwamba wewe kama kiongozi unatakiwa kutambua karama na talanta ulizokuwa nazo. Kwa Kiingereza huwa wanaita gifts and talents. Yako mambo ambayo mtu kimsingi katika kuzaliwa unaanza kugundua baadaye kwamba kuna vitu ambavyo uko navyo ambavyo tunaweza tukasema ni very unique, ni vitu ambavyo ni vya tofauti sana, kiasi ya kwamba hata mtu mwingine akijaribu kuviiga hivyo vitu sio rahisi akaweza kuvifanya kama vile wewe unavyoweza kufanya. Naomba nitoe mfano wa vitu ambavyo pengine vinafuatiliwa sana. Tuangalie kwa mfano katika mchezo, labda michezo, hasa mchezo wa mpira ambao unatazamwa na watu wengi. Unaweza ukaanza kufikiria juu ya wachezaji, labda tuseme wachezaji wawili, Messi pamoja na Ronaldo. Wale watu wawili ukiwaangalia unaweza ukagundua kwamba kuna mmoja ambaye anaonekana ni kama vile ana kipaji kama cha asili hivi, au ana kipaji kwa ujumla, au ana hiyo gifted talents. Lakini pia kuna mchezaji ambao unaanza kuona kwamba kutokana na uwezo wake wa consistency ama uwezo wake wa kuendelea kujijenga katika kila alichokuwa nacho, amekuwa ni mchezaji mahiri na anayekubalika duniani. Kwa hiyo kimsingi tunaweza tukasema kwamba wewe, viko vitu ambavyo wewe binafsi umejaliwa. Kuna mtu ambaye ni makini sana katika kufanya vitu vyake, hahitaji kufanya makosa hata moja katika vitu anavyofanya. Kuna mtu mwingine unaweza ukawa ni mzuri sana katika kuandika. Kuna mtu mwingine unaweza ukawa sauti yako ni nzuri sana, ukisoma jambo watu wanapenda kusikiliza kile unachokisoma. Wewe maana yake ni kwamba tayari uko gifted, kuna kitu ambacho unacho cha ziada. Kile kinachotakiwa ni kukifanya sasa kile kitu ambacho wewe umejaliwa nacho cha ziada, ama hiyo gift uweze kuitumia inavyotakiwa kukujenga wewe kama kiongozi ili uweze kufanikiwa katika mambo yako. Tunaweza kusema kwa maana nyingine ama lugha nyingine kwamba yako mambo ambayo unaweza kuyafanya, huhitaji kutumia nguvu nyingi, lakini kimsingi unaona kwamba yanatembea kiwepesi sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama unakifanya kitu bila kutumia nguvu nyingi na unapata matokeo makubwa, tunasema kwamba wewe unayo hiyo karama ama unayo talanta ambayo inakuwezesha kufanya hicho kitu kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo kama kiongozi unapokuwa unaanza kutambua hizo talanta zako na karama zako, inakuwa ni rahisi, kwa sababu kwanza utaziambukiza kwa watu wengine, pili zitakusaidia kupata matokeo unayoyahitaji, lakini 3 zitakusaidia wewe kuwajenga watu wengine ili waweze kuwa na uwezo thabiti na kusaidia kuweza kufikia ndoto na maono ambayo unahitaji aweze kufikiwa kama kiongozi. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili ambayo tunaenda kuiangalia, tunasema kwamba uangalie mambo unayoyapenda, kwa sababu wakati mwingine uwezo wako unaweza ukawa umejificha kwenye vitu ambavyo wewe unavipenda bila kujua. Kwa kama kiongozi, katika hatua yako ya kujitambua kama kiongozi, lazima ufahamu vitu ambavyo wewe unavipendelea zaidi, kwa sababu katika hivyo vitu kunaweza kuwepo na mambo ambayo ni mazuri, lakini kunaweza kuwepo na mambo ambayo yanaweza yasiyo mazuri yakakufikisha mahali ambapo sio ambapo tungeweza kutegemea wewe kama kiongozi unaweza kufikia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuanza kuangalia ni vitu gani ambavyo unavyovipendelea. Kwa lugha nyingine wanasema kwamba zile hobbies ambazo wewe unazipendelea zaidi. Unaweza kuwa unapenda labda kufanya shughuli zako katika maji kwa maana ya kuogelea. Inaweza ikawa ni mpendaji mzuri wa kusoma magazeti, kufuatilia taarifa mbalimbali. Hivi vile vitu ambavyo unavipenda tunasema vile
ni muhimu sana katika level yako ya kujitambua wewe kama kiongozi, ili uweze kuvitumia vizuri vikakupatia matokeo ambayo unahitaji. Kwa mfano, kama ni mtu mzuri ambaye wa kufuatilia current news ama taarifa ambazo zinatoka mara kwa mara, wewe kama kiongozi nakupa nafasi ya kujua ni mambo gani yanayoendelea nje duniani, lakini ni mambo gani ambayo hayo yanayoendelea huko nje duniani unaweza ukayafuatilia wewe katika kutimiza ndoto zako, yakakusaidia kuweza kuhakikisha kwamba unafanikisha yale mambo ambayo wewe unahitaji kuyafikia. Kwa mfano, kama unataka kufanya biashara ya kimataifa, lazima uanze kujua kwamba duniani nini kinachoendelea, kwenye exchange rates nini kinachoendelea, kwenye masoko ya hisa ni kitu gani kinachoendelea huko duniani, vita zinavyopiganwa kati ya mataifa na mataifa vinaweza kuwa na athari gani katika yale mambo ambayo unataka kuyafanya katika uchumi, lakini pia katika biashara. Kwa hiyo ukiwa na nafasi ama ukiwa ni kiongozi ambaye unajua kabisa unayo hiyo karama ya kufuatilia taarifa mbalimbali duniani, unapenda tu kujua yanayoendelea duniani, yanakupa nafasi ya wewe pia kuwa kwenye nafasi nzuri ya kufanya kile ambacho kinachotakiwa wewe kama kiongozi. Nguzo ya pili hiyo. Nguzo ya tatu ambayo utaenda kuiangalia, ambayo ni muhimu sana, ni ile nguzo ambayo tunasema kwamba wewe kama kiongozi katika level yako ya kujitambua ama kujitambua kama kiongozi kuendelea kuwa mahiri, ni kitu tunachoita maadili ya msingi au maadili msingi, kwa Kiingereza wanaita the core values. Lazima ufahamu kwamba strengths zako ziko wapi ama umaridadi wako uko wapi. Kwa maadili msingi kuna mambo ya msingi tunayoangalia. Kwa mfano, je, ni kiongozi ambaye wewe ni mkweli, unapenda mambo yanayoenda katika kweli na haki? Je, ni kiongozi ambaye unafuata mtindo wa uadilifu, kwa maana ya kwamba kufanya vitu vyako na kutekeleza vitu vyako bila kuwa na watu wengine ambao wanakufuatilia ama wanakuulizia nini kinachoendelea? Wewe ni mtu huru na unaweza ukajisimamia mwenyewe. Je, ni kiongozi ambao unaamini katika uwazi, kwamba hupendi vitu ambavyo ni hidden, hupendi vitu ambavyo ni gossips ama mazungumzo ambayo ni nje ya utaratibu wa kawaida, ambayo yanapelekea labda kuwajadili watu ama kuwajadili watu katika misingi isiyo ya kikazi, na mwisho wa siku inaweza ikaathiri ndoto zako kama kiongozi na ndoto za kitaasisi. Kwa hiyo lazima kama kiongozi uweze kujua kwamba yale maadili ya msingi yanayotakiwa katika kazi ni yapi, na wewe uweze kujijenga zaidi kuendelea kuwa imara katika yale maadili msingi. Kuna wengine ambao kama ni kiongozi wa kiroho, lazima ufahamu kwamba maisha ya kiroho kama kiongozi yanakuwajibisha kufanya nini, yanakuhitaji kuweza kufanya nini, ili uweze kuendelea kuwa imara katika hii idara ama katika taasisi unayoiongoza, kwa sababu ina maadili na miko yake. Sasa yale maadili na miko yake manake ndiyo yanayoweza kukujenga wewe kama kiongozi, lakini pia yakawajenga watu wengine ambao watakuwa viongozi katika pale unapoongoza, lakini wewe kubaki kuwa the best ama kuwa exemplar ama kuwa mfano halisi wa kiongozi ambaye anatakiwa na anategemewa katika hiyo taasisi yenyewe. Kwa hiyo hayo yote maadili msingi unapokuwa uko nayo yanakusaidia wewe kuweza kuimarisha taasisi, kujimarisha wewe kama kiongozi, na kuhakikisha kwamba ndoto za taasisi na ndoto zako binafsi kama kiongozi na ndoto za wale ambao unashirikiana nao katika kazi zinaweza kufikiwa kiurahisi sana. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia, na katika kipindi kinachofuata tutaenda kuangalia kwamba katika hatua za kujitambua ni mambo gani ambayo kiongozi yanaweza yakawa ni changamoto na yakakurudisha nyuma, lakini pia tutatoa suluhu ama suluhisho la nini cha kufanya ili kuweza kufikia hatua nzuri zaidi. Tunakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia, na daima tunasema kila kitu kiongozi kinaanza na wewe. In that case, it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante na wakati mwema.